Naitwa Juma. Nilizaliwa na kulelewa Mwanza, mji unaovutia kwa mandhari yake ya Ziwa Victoria na miamba mikubwa inayojitokeza juu ya maji kama sanamu za asili. Siku zote nilijua kuwa mji huu una historia na hadithi nyingi za kutisha, lakini sikuwahi kufikiria kwamba moja ya hadithi hizo ingenihusu binafsi. Ilikuwa usiku wa giza nene, mwezi ukiwa umefichwa nyuma ya mawingu mazito. Nilikuwa nimerudi nyumbani kutoka kazini, nikitembea kando ya barabara ya Nyamagana. Barabara ilikuwa tulivu, sauti pekee ilikuwa ni kelele za mawimbi madogo ya Ziwa Victoria yaliyokuwa yakigonga mwamba kwa upole. Nilihisi kama kuna kitu kilikuwa kinanifuatilia, lakini kila nilipogeuka, sikuona mtu yeyote. Hali hii ilianza kunitia wasiwasi. Nilipofika karibu na mtaa wa Pasiansi, niliona kivuli kirefu kilichokuwa kimesimama katikati ya barabara. Mwanga wa taa za barabarani haukuweza kabisa kumulika uso wake, lakini nilihisi jicho lake likinitazama. Nilisimama kwa sekunde chache, moyo wangu ukidunda kwa kasi. Nilijaribu kugeuka ili kurudi, lakini kabla sijafanya hivyo, sauti nzito na ya kuogofya ilinigonga masikioni. Juma, usiende nyumbani leo. Sauti hiyo ilitoka kwenye kivuli kile. Nilitaka kukimbia, lakini miguu yangu ilikuwa mizito kama chuma. Kivuli kilianza kusogea karibu nami. Kitu cha ajabu ni kwamba hakikuonekana kuwa na miguu, kiliteleza juu ya ardhi kama moshi mzito. Baridi kali ilinikumba, na mwili wangu ukaanza kutetemeka. Kwa nguvu zote nilizoweza kujikusanyia, nilijikakamua na kukimbia kuelekea kwenye mtaa mwingine. Moyo wangu ulikuwa mbioni, mapigo yangu yakinifanya nisikie kama nitazimia. Nilipofika karibu na nyumba ya rafiki yangu Omari, niligonga mlango kwa nguvu. Aliponifungulia, alinitazama kwa mshangao. Juma, unaonekana kama umeona mzimu. Nini kimetokea? Aliuliza kwa sauti ya wasiwasi. Nilijaribu kueleza, lakini sauti yangu ilikuwa inatetemeka. Omari alinigeshea chai ya moto na kuniambia nitulie kwanza. Baada ya dakika kadhaa, nilimweleza kila kitu nilichoona. Badala ya kucheka au kuniona kama nimechanganyikiwa, uso wake ulibadilika kuwa wa hofu. Juma, umewahi kusikia kuhusu mzimu wa Nyamagana? Aliniuliza kwa sauti ya chini. Nilikumbuka hadithi hizo, zilikuwa hadithi za zamani, watu wakisema kuwa kuna roho ya mtu aliyekufa kikatili miaka mingi iliyopita. Roho hiyo inasemekana hujitokeza